Karibu tusome Biblia. Leo tunasoma Zaburi sura ya 9. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Nitafurahi na kukushangilia wewe, nitaliimbia jina lako wewe uliye juu. Kwa sababu adui zangu hurudi nyuma, hujikwaa na kuangamia mbele zako. Kwa maana umenifanyia hukumu na haki, umeketi kitini pa enzi, ukihukumu kwa haki. Umewakemea mataifa na kumwangamiza mdhalimu, umelifuta jina lao milele na milele. Adui wamekoma na kuachwa ukiwa milele, nayo miji yao uliing'oa, hata kumbukumbu lao limepotea. Bali Bwana atakaa milele, ameweka kiti chake tayari kwa hukumu. Naye atauhukumu ulimwengu kwa haki, atawaamua watu kwa adili. Bwana atakuwa ngome kwake aliyeonewa, naam, ngome kwa nyakati za shida. Nao wakujuao jina lako wakutumaini wewe, maana wewe Bwana hukuwaacha wakutafutao. Mwimbieni Bwana akaaye Sayuni, yatangazeni kati ya watu matendo yake. Maana mlipiza kisasi cha damu hawakumbuka, hakukisahau kilio cha wanyonge. Wewe Bwana unifadhili, tazama mateso niteswayo na wanaonichukia. Wewe uniinuaye katika malango ya mauti, ili nizisimulie sifa zako zote. Katika malango ya binti Sayuni nitaufurahia wokovu wako. Mataifa wamezama katika shimo walilolifanya, kwa wavu waliouficha imenaswa miguu yao. Bwana amejidhihirisha na kutekeleza hukumu, amemnasa mdhalimu kwa kazi ya mikono yake. Wadhalimu watarejea kuzimu, naam, mataifa yote wanaomsahau Mungu. Kwa maana mhitaji hatasahauliwa daima, matumaini ya wanyonge hayatapotea milele. Bwana usimame, mwanadamu asipate nguvu. Mataifa wahukumiwe mbele zako. Bwana uwawekee kitisho mataifa, na wajijue kuwa ni binadamu. Kwa hiyo leo tunajifunza namna ya kuonesha moyo wa shukurani mbele za Mungu. Tutaonaje kwamba wewe una moyo wa shukurani mbele za Mungu? Utakuwa ni mtu ambaye unasimulia matendo makuu ya ajabu ambayo Mungu amekutendea ama ambayo umewahi kuyasikia. Mtu yeyote ambaye ana moyo wa shukurani mbele za Mungu ni mtu ambaye anasimulia wakati wote ukuu wa Mungu. Sio mtu ambaye anasimulia mambo ya maumivu. Hata akisimulia mambo ya maumivu, lakini ndani yake ni Mungu anatukuzwa. Anasema, jamani, mimi mnavyoniona hapa nilikuwa nateseka, nilikuwa nakosa hata hela ya kula, lakini Bwana amenitendea matendo makuu na sasa ameniketisha mahali ambapo ninaishi maisha ya utoshelevu. Umeona? Anasimulia mambo yaliyopita, lakini katika hali ya kumtukuza Mungu. Wewe kama unasimulia maisha yako ya zamani kwa lengo la kutaka watu wakuhurumie, wewe haumtukuzi Mungu. Wewe hauna moyo wa shukrani. Unakuwa unasahau yale mema ambayo Mungu amekutendea. Kwa sababu katika hii dunia hakuna mwanadamu yeyote, hata kama anapitia mateso makali, hajauona wema wa Mungu. Kuna mahali umeuona wema wa Mungu. Tuachane na yote. Wewe kuamka uko hai ni wema wa Mungu. Kuna watu walikuwa ni matajiri, lakini hawapo duniani. Waliumwa tu kidogo wakafa, na walikuwa na hela ya kuwatibu. Kumbe sio hela zinatibu watu, ni Mungu ambaye anatibu watu kupitia uponyaji. Kwa hiyo hela za mtu haziwezi kumfanya mtu awe mzima au awe hai. Ni neema ya Mungu. Na hiyo neema tunavyoipata, tunatakiwa tuwe na moyo wa shukrani. Na hiyo shukrani ndio katika kutangaza habari zake. Halafu tutaona maisha yako, unaishi maisha ya kumfurahia Mungu. Tutajua kwamba wewe una moyo wa shukrani. Mtu mwenye moyo wa shukrani ni mtu ambaye amejawa na furaha siku zote. Hata kama anapita kwenye changamoto, anakuwa na tumaini kwamba kama Mungu alishawahi kunivusha, na hili pia atanivusha. Kwa hiyo muda wote unakuta anafurahi. Mtu mwenye moyo wa shukrani ni mtu ambaye anazitangaza sifa za Bwana. Moyo wake umejaa sifa. Anamsifu Bwana. Mimi namtukuza Bwana, mimi namshukuru Bwana, ninamsifu Bwana kwa matendo makuu aliyonitendea. Namrudishia sifa na utukufu kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya biashara yangu. Yaani muda wote moyo wake umejawa na sifa mbele za Mungu. Anamsifu Mungu kwa yale ambayo ameyatenda kwenye maisha yake. Mungu anapenda watu wenye moyo wa shukrani. Na ukiwa na moyo wa shukrani, Mungu atawapiga adui zako. Kuna vita ambavyo hautapigana, Mungu atapigana badala yako. Mungu anapenda mtu ambaye anashukuru. Shukuru tu kwa uhai basi. Shukuru basi kwa familia. Usiwe mtu wa kulalamika kila muda unalalamika. Wewe mshukuru. Unavyomshukuru Mungu kila wakati, unamfanya Mungu akufurahie. Kuna wakati ulimlilia Mungu kwa ajili ya familia yako. Kuna wakati ulimlilia Mungu kwa ajili ya biashara yako. Mungu akiangalia moyo wako, anaona umejawa na shukrani. Kwa hiyo anakumbuka kilio chako, anakujibu maombi yako, anafuta machozi yako. Umeona inavyokuwa? Kwa hiyo kama kuomba umeomba sana, saizi anza kumshukuru, alafu utaona maajabu yake. Na ukiwa na moyo wa shukrani, Mungu atakuwa ngome yako. Hakuna ambaye atakuonea. Yeye atakutetea. Utakuwa unaishi maisha ya ulinzi chini ya Mungu. Atakulinda na mabaya yote, atakuepusha na hila za ibilisi. Yaani utakuwa ni mtoto wake mpendwa kwa sababu moyo wako umejaa shukrani. Kumbuka kwamba Mungu anakuwazia mema. Kama bado hujapata, wakati bado. Lazima akupe haja ya moyo wako. Na inawezekana wakati wako wa kupokea ni tayari, ila wewe haujafuata vigezo
na masharti. Vigezo na masharti ya Mungu ni kwamba unatakiwa umtii na kufuata maagizo yake. Ukifanya tu hivyo, unaenjoy maisha. Umenipata mpaka hapo eh? Nikutakie siku njema, tukutane kesho.